Yes, tunazidi kusonga mbele na imani unataka kujua mahusiano yako yako hatua gani. Don't worry, here we go. Munapoingia katika mahusiano au tunapoingia katika mahusiano ya kimapenzi, yani mahaba, uchumba au ndoa, ili kujua undani wa mubebe, I mean the true color, I mean ngozi halisi ya mubebe, na kusanua leo, kaa kwa kutulia. Lazima hatua 4 zipitiwe. Kocha wa mchongo hapa Abdul Noor. Kumbuka kujiunga na kijiji chetu kwa kubofya kitufe cha subscribe, lakini pia kubofya kitufe cha kengele ili uwe live kila siku. Lakini pia kama umejifunza kitu, unaweza ukabofya kitufe cha like, lakini pia unaweza ukatoa maoni wapi pa improviwe. Anyways, hatua gani utamjua mubebe kiukamilifu? Yani huyu kama ni mubebe kindakindaki au ni mubebe wa kurashia rashia. Yes, mahaba yenu lazima yapitia hatua 4, take it or leave it. Hatua ya kwanza ni hatua ya asali, ya utamu. Wazungu wanaita honeymoon stage. Hii ni hatua mara nyingi ambayo inafanya kazi ndani ya miezi 6 na mara nyingine ikaenda mpaka mwaka mmoja. Hapa ndipo ubongo wako unapoendeshwa na hormones zifuatazo. Wanasayansi tukae kwa kutulia hapa. Dopamine, oxytocin na phenylethylamine. I say, science ni ngumu very very difficult. Hii stage ndio stage ambayo mara nyingi tunakuwa vipofu, hatuoni red flags, na tunakuwa viziwi mara zote, hatusikii tunachoambiwa, hatusikii la mtu. Hapa ndipo kila kitu kinakuwa kitamu, ndugu yangu, na ni stage ambayo kila kitu unapewa bila hata pressure, bila hata kuomba. Yaani kiukweli mambo yanakuwa ni matamu kama bolikoni. Inaitwa hivyo bolikoni. Yes, mambo yanakuwa ni matamu kupita kiasi kama asali. Na kwa utamu ule unaweza ukahisi sasa wewe ndiye umeshinda betting ya mahusiano. Hapa ndipo mara zote huwa tunahisi kwamba sasa nimepata pacha wangu wa maisha. Na tulivyokuwa wajinga zaidi, ndo sehemu ambayo tunahisi wale wanaoachwa, wale wanaotendwa, wale wanaoteseka na mahusiano walikosea katika kuchagua. Lakini angalia sasa, tunaenda mbali zaidi na kuanza kuweka malengo mapana kwa wale mabebe zetu. Na hapa tunaweka ahadi nyingi, you know Just imagine unampenda mbebe, yani yeye ndo amekosea lakini wewe ndo unaomba msamaha. Just imagine sasa ndo stage hapa. Yani kila mnachokitenda, kila mnachokifanya mara zote kinakuwa kinavutia, kinang'aa, kinapendeza. Mnataka muwe pamoja kila sekunde, mufurahi pamoja, mucheke, muongee, mpige story mpaka zinaisha. Yani mpaka mnaanza kuongea ujinga. Na kama una experience, hapa ndipo mnaanzaga kupiga story za maisha ya baadaye. Mnaanza kuandaa idadi ya watoto, ndo mnaanza kujua nyumba yenu itakuwaje, ndo mnaanza kujua mtaishi maisha gani ya furaha. Cha kuchekesha, mnaanza kupanga mpaka mapazia mtakayoweka sitting room. Come on. Yes, it's okay by that time, kwa sababu ndo mnakuwa mmepatana, mmeshikamana, yani bondi ya saa imekolea. Generally is mambo mazuri time, yani ni boom time. Lakini sasa as you go on, hatua ya pili. Hii ni hatua ya mitihani. Yani hii ni hatua ambayo mnaanza kutestiwa imani zenu. Na hii hatua ni pale mnapokuwa mmeisha kuwa sasa na mwaka 1.5 kuelekea miaka 2 kuelekea miaka 3. Hapa ndipo kasheshe linapoanza. Hapa ndipo tunaanza kutoka mchezoni mdogo mdogo. Anyways, hii ni hatua ambayo inajulikana kama hatua ya uhalisia. Yani hapa ni true color. Hapa ndipo mapenzi yanapoanza kupungua kwa asilimia kadhaa. Mambo fulani ambao mlikuwa mnapeana yanaanza kupungua mvuto tofauti na ule uliokuwa katika hatua ya kwanza. Yani influence ya protein na wanga inaanza kufifia taratibu. Unaanza kutokuwa na hamnaye. Wanasayansi wananielewa hapa. Hapa ndipo maisha ya maigizo ya maonyesho yanapoanza kuisha. Sasa uhalisia unaingia kama mgeni aliyekuwa hatarajiwi. Yani uhalisia upigi hata hodi. Hapa ndipo unapogundua kwamba mwenzako hakuwa malaika, hakuwa yule uliyemtaka, hakuwa yule uliyemtarajia. Ndipo unapoanza kujua mapungufu yake, na sio kwamba unamchukia, sio kwa chuki, la, ni kwa sababu unaona kwa macho yako mawili na unasikia kwa masikio yako mawili. Understand me here, sio kwamba humpendi tena, no, ila sasa ndipo unapoanza kuona hali halisi. Mnaanza kupishana lugha, ikienda mbali zaidi mnaweza mkaanza kublokiana, yani anakublock kisha anakuunblock, mpaka ukaanza kujiuliza, hivi huyu nilimpendea nini? Hivi mpaka nampenda huyu nilikuwa ni sijawaona? Hivi kweli nampenda huyu mtu au naigiza? But unapiga moyo konde, maisha yanaendelea. Hatua ya 3, pale mnapoanza kupunguza upendo, kuna kuja kitu kinaitwa maamuzi batili. Sasa hapa mshakuwa na miaka 3, 4. Kabla sijaendelea, hii hatua inakuwa na sehemu mbili. Kuna sehemu chanya, kuna sehemu hasi. Sasa tuanze na sehemu hasi. Hapa ndipo mnaanza kujuana sasa. Yupi alikuja kwa ajili ya kutumia, yupi alikuja kwa ajili ya malengo. Hii ndio hatua ya maplayboys, ya magold diggers wanapojitoa mchezoni. Lakini ni hatua ambayo watu ambao wako committed wanaamua kuendelea na kupiga moyo konde. Yani kiufupi ni hatua ambayo unaamua kuicheza ngoma au kutoka mchezoni. Yani give in au give up stage. Kidhungu kidogo To tell you the truth dear one, hii ndio hatua ngumu kuliko zote katika mahusiano. Hii ndio hatua ambayo tunaanza kutungiana majina ambayo hayapo duniani. Utasikia unamuita mwenzako we brutu, mara utamsevu kiatu, mara utajikuta unamwambia we na andazi bora nichague andazi, mara muda mwingine ukamuita we sio mwanaume, wewe ni gumegume. Yani mnaanza kuitana majina ya ajabu, mnaanza kuseviana majina ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu thamani tayari imeisha toka. Lakini hii ni hatua ambayo watu wengine huita hatua ya ujenzi. Niamini mimi, hii ndio hatua ambayo ugomvi unakuwa ni kama chai ya asubuhi.
hasumbui. Yaani vitu kidogo tu mubebe kasirika. Unajikuta ni mtu ambaye una amani na mahusiano yako kabisa. Yaani I'm telling you. Lakini pia ni stage ambayo mubebe wako anaanza kuwa na wivu ambao hauna kichwa na miguu. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa anatafuta gia ya kutokea. Ila pia ni stage ambayo mawasiliano yanaanza kuwa ya baridi. To tell you dear one, hii ni stage ambayo mahusiano mlojenga kwa muda mrefu yanaweza yakavunjika kirahisi kama kumsukuma mlevi. Kwa nini? Kwa sababu mnakuwa hamjakoma kiakili, ila pia upendo unakuwa ushakuwa baridi, mawasiliano yamekuwa ya baridi, so mahusiano yenu yanaweza yakaishia hapa hapa. Na hata yasipoisha, mwenza wako anaweza akaanza kutoka nje kutafuta ladha nyingine. Yaani chovya inaanza. Mwisho wa siku unamfumania, mwisho wa siku mahusiano kushinei. Tuje upande wa chanya. Mara nyingi hii stage ni stage ambayo watu wanakaa chini, wanazungumza, wanayamaliza. Lakini pia hii ni stage ambayo watu ambao wako committed wanaona ni kitu cha kawaida. Yaani hawapati stress kabisa, wanapogombana, wanatulia, wanawasiliana, wanayamaliza. Ila pia ni stage ambayo watu upanga pamoja, upanga malengo, upanga watoto, upanga maisha na kipato. Japo Mswahili anasema mipango sio matumizi. Anyways, sasa hii ndio stage ambayo imebeba video ya leo, na ulikuwa una hamu kujua namna gani utamtambua kipenzi chako katika stage hii. Yaani kumjua huyu ndiye sahihi au sio sahihi. Hii ndio hatua ambayo inakufanya wewe ufanye maamuzi magumu. Lakini walio wengi wanaharibikiwa na maisha katika hatua hii kwa sababu walijitoa sana, waligawa sana katika hatua ya kwanza na ya pili bila kuwajua wabebe zao. Ndio hatua ambayo utaachwa ukiwa umetumika sana, ndio hatua ambayo utaachwa ukiwa na kibendi, lakini ndio hatua ambayo wengi wanaachwa wakiwa na maisha dawa, yaani wameachiwa kidudu. Sasa katika hatua hii sikuachi bure. Jitahidi kuangalia vitu vifuatavyo ili kuweza kumjua mbebe wako ni sahihi au sio sahihi. Hii stage ndio stage ambayo unapaswa kuchunguza majibu yake ya kila siku, majibu yake pale mnapogombana. Maana hapa kuambiwa bora tuachane, najuta kuwa na wewe, ni bora nibaki mwenyewe, wewe huna akili kama watu wa kwenu, na hisi kuna haja ya kuachana. Haya majibu, hizi statements zinakuwa ni kawaida sana kwa mtu ambaye hana malengo na wewe. Namba 2, angalia anachofanya ambacho hakina faida na mahusiano yenu. Yes, kama kawaida sisi binadamu hatufanyi jambo tusilokuwa na maslahi nalo. Hatushughuliki kabisa na sehemu ambayo hatuna faida nayo. Mtu ambaye ameshaanza kuchomoka kwenye mahusiano yenu, mara nyingi anakuwa hajishughulishi kabisa na mambo yanayohusiana na mahusiano yenu. Hapa utaanza kujiuliza, je, bado ananijali au mpaka akumbushwe? Je, bado anafanya mambo madogo madogo ya upendo au ndo hivyo ameshapiga chini? Au kila kitu akifanya ananiuliza atapata nini? Jambo namba 3 katika stage hii, mchunguze anavyoreact. Hasa pale mnapopata migogoro midogo midogo. Yaani wala hata sio ugomvi mkubwa, ni kutokuelewana kidogo tu, lakini anatengeneza ka ugomvi mdundiko. Yaani mpaka aje kupoa umemuhonga kitu au umempa kitu. Mfano, unaweza ukamuhonga unyumba, lakini pia unaweza ukamuhonga hata hela ndo akaja kutulia. Let me tell you, unapomkumbusha mipaka yako afu mbebe akanuna au akapiga kimya, aisee, hapo inabidi ufanye maamuzi magumu. Lakini unapomkumbusha mipaka yako, unapomkemea akarekebisha na akavumilia, basi huyo una haja ya kuendelea naye. Lakini jambo namba 4, jaribu kuangalia pale anapokuwa na msongo wa mawazo. Hapa utamjua kiundani zaidi. Niamini mimi, mtu anapokuwa na msukumo wa damu, anapokuwa na pressure, mara zote huwa inaondoa barakoa, ile mask ya hapa machoni, anavaa uhalisia. Hapa huwa mara zote huwa tunatema nyongo. Kama atakuwa ni mtu ambaye ana malengo na wewe, mara zote huwa hakujibu, anakaa kimya. Lakini kama ni mtu ambaye anataka kujichomoa katika upendo wenu, katika mahusiano yenu, mara zote anakuwa mkali na anakuwa na majibu mabaya. Niamini mimi, hii ndio stage ambayo mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, kukutukana sio kitu cha ajabu. Jambo namba 5, angalia nguvu zake zinaelekea wapi. No spy here. Yani haumspy wala nini. Au angalia anakuwa anakwepa nini, au anakwepa mazungumzo gani. Je, bado anakutaja katika mipango yake ya baadaye au ameishaanza kujijali yeye mwenyewe? Utapoona katika stage hii akili yake inaanza kutokutaja, inaanza kutokuinclude katika mipango yake, I say anza kutia alama nyekundu, fanya maamuzi magumu. Mbinu ya 6 ya kujua uhalisia katika stage hii, mswalishe siku moja. Simaanishi kumswalisha sala, hapana, na maanisha muulize swali kiujasiri. Muulize hivi, nimehisi kama kuna mabadiliko katika mahusiano yetu. Je, bado una mpango na mimi au ndio umeshaniondoa katika mipango yako ya mbele? Tena kisha piga kimya, wala usimsaidie kujibu na wala usijitetee. Hapa sikiliza jibu litakalokuja la kwanza. Hiyo ndio sauti yake ya moyo wake, hicho ndicho akili yake inachofikiria. With all those techniques, hapa ndipo utapomjua mbebe wako. Je, anastahili kuendelea na wewe au unabidi ujichomoe? I'm telling you dear one, ukisha faulu hapa au mkifaulu mitihani hii, ukanotice jamaa yuko positive, ukanotice kadada yuko positive, sasa hapa ndo mnaingia hatua ya 4, na hatua ambayo wengi huwa hawaifikii. Na hii hatua mara zote huwa ni kuanzia miaka 5 na kuendelea. Yaani hapa ndipo mnapokuwa watu wazima, mnapokuwa tayari mmepata degree, PhD katika mahusiano, katika mapenzi, katika mahaba. Hapa ndipo mnapokubali kwamba nyie ni tofauti, hakuna mkamilifu, nyote ni binadamu. Yaani mnakubali kwamba kila
kila mmoja na tabia zake, inabidi tuvumiliane bila kujali hisia, bila kujali uchumi, bila kujali hasira zenu. Munachagua kuwa familia moja na sio maadui, yaani sio kubakia ex wangu. Ni mimi kocha wako Mchongo. Kama umeenjoy video ya leo, naomba usubscribe kama wewe ni mgeni, ubofya kitufe cha kengele kwa ajili ya kupata taarifa ya video yangu zijazo, lakini pia kulike muhimu zaidi, lakini pia toa maoni. Bye for this time.